Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Leo tunaongelea mlevi au matumizi mabaya ya pombe. Tuangalia sababu zake, vitu gani ambavyo vinaongeza uwezekano wa mtu kuwa mlevi, matibabu yake na mambo kama hayo. Karibu tujifunze pamoja mpaka mwisho. Sasa mlevi ni mtu ambaye anaitegemea pombe. Bila kunywa pombe hajisikii vizuri. Bila kunywa pombe anaugua. Hata kama zinamsababishia matatizo ya kiafya, kiakili, kijamii, kifamilia na hata kazini, ataendelea kunywa pombe tu. Pombe inakuwa imetawala maisha yake na mahusiano yake na watu wengine. Mtu ambaye anatumia pombe kupita kiasi ni yule anayekunywa pombe nyingi sana mpaka inamsababishia matatizo. Lakini bado inakuwa haijamsababishia utegemezi. Anaweza kukaa muda fulani bila kunywa. Sasa matumizi ya pombe nchini yanaongezeka kwa kasi sana siku hizi. Pombe inaonekana ni jambo la kawaida kabisa siku hizi, na hii ni hatari. Watu ambao ni walevi au wanaokunywa pombe kupita kiasi wanaendelea kunywa hata baada ya afya, kazi, familia, yani zinakuta zimeharibika kwa sababu ya pombe, lakini yeye anaendelea kunywa tu. Wanakunywa wakiwa peke yao, lakini pia ni wagomvi, wenye vurugu wakati wa kunywa. Wanakuwa wakali sana wakiulizwa kuhusu unywaji wao. Hawawezi kudhibiti unywaji wao. Anaweza akaenda anataka kunywa pombe bia moja, lakini akajikuta anakunywa mpaka pesa inapomuishia au mpaka anapokuwa amezimia. Hawezi kuacha. Anakuwa na visingizio vingi sana kwa nini anakunywa pombe. Anakuwa mtoro kazini, shuleni. Utendaji wao wa kazi unakuwa unapungua kabisa kwa sababu ya kunywa pombe. Anaacha kushiriki kabisa katika shughuli mbalimbali kwa sababu ya pombe, lakini pia anahitaji kutumia pombe ili siku iende. Kama asipokunywa pombe, siku inaharibika kabisa. Lakini pia anajisahau kula au anakula vibaya kwa sababu ya pombe. Anapuuzia kuvaa vizuri au hajali usafi kwa sababu ya pombe. Lakini pia anajaribu kuficha yale matumizi yake ya pombe. Akiamka asubuhi, unakuta anatetemeka mwili mzima asubuhi, au akikaa muda mrefu bila kunywa pombe na kujikuta kwamba anatetemeka. Sasa ili kujua kwamba una utegemezi wa pombe, yani umeanza kuitegemea pombe, unapoteza kumbukumbu baada ya kunywa pombe. Lakini pia unahitaji pombe nyingi zaidi na zaidi ili kulewa. Lakini pia unajisikia vibaya baada ya pombe kuisha mwilini, au kama hujanywa kwa muda fulani hivyo unaanza kujisikia vibaya. Unapata matatizo pia yanayohusiana na pombe kama vile ugonjwa wa ini ambao unasababishwa na pombe. Yaani hiyo tu inakuonyesha kwamba wewe unaelekea kupata ule utegemezi wa pombe. Utajikuta kwamba bila pombe huwezi kufanya chochote. Hakuna sababu inayojulikana inayosababisha mtu kuwa mlevi au kutumia vibaya pombe. Kiasi unachokunywa kinaathiri uwezekano wako wa kumtegemezi. Kama unakunywa kingi sana, kuna uwezekano mkubwa sana unaweza ukawa mlevi. Kwa mfano, kwa wanaume ukinywa zaidi ya vinywaji 15 kwa wiki. Kwa wanawake ukinywa zaidi ya vinywaji 12 kwa wiki. Au kama unakunywa vinywaji 5 au zaidi kwa wakati mmoja. Na pasema vinywaji inamaanisha kwamba kama wewe unakunywa bia, ina maana unakunywa zile bia za mililita 400, hicho ndio kinywaji kimoja. Kwa ambaye anakunywa wine, kama unakunywa zile wine mvinyo, glasi yenyewe mililita 250 ndio kinywaji kimoja. Na kama unakunywa ile pombe kali ni mililita 50, ile shot moja ndio kinywaji kimoja. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume, kama unakunywa kinywaji kimoja cha pombe ambacho ni bia moja zaidi ya 15 kwa wiki, hiyo unakuwa unajiweka kwenye hatari kubwa. Au kwa mfano unakunywa pombe bia 5 au zaidi kwa wakati mmoja, kwa wakati mmoja ndani ya wiki, kuna hatari kubwa sana ya wewe kuwa mlevi au kuwa mtegemezi wa pombe. Kwa hiyo ni vizuri ukapunguza matumizi yako ya pombe kabla hujawa mlevi. Yapo pia mambo ambayo yanaongeza uwezekano wa mtu kuanza kunywa pombe. Ni rahisi zaidi kutumia pombe au kuwa mtegemezi wa pombe kama wewe ni kijana mdogo uliye kwenye shinikizo rika. Vijana wenzako unaona wanakunywa pombe, ni rahisi na wewe kuanza kunywa pombe. Labda kama una ugonjwa wa sonona, wasiwasi au ugonjwa mwingine wa akili. Lakini pia kama upatikanaji wa pombe ni rahisi, unaishi katika maeneo ambayo umezungukwa na virabu kila kona, ni rahisi wewe kuanza kunywa pombe. Na lakini pia kama haujiamini, una matatizo ya kimahusiano, umeachika au umeachwa, ule msongo au unaishi maisha ambayo yanakuwa na msongo, yana shida na msongo mkubwa wa mawazo, yanaweza kukusogeza wewe kuanza kutumia pombe. Lakini pia kama unaishi katika jamii ambayo utamaduni wao ni kunywa pombe, yani unakuta kwamba hiyo jamii watu kunywa pombe ni utamaduni wa kawaida. Mtoto anapofikia umri wa miaka fulani, baba mwenyewe ndio unaenda ingiza au kumuonyesha au kumuonjesha pombe ili na yeye aonekane kwamba anakuwa mtu mzima. Maana katika tamaduni zingine unakuta pombe ni sehemu ya mtu kuwa mtu mzima. Hiyo inamweka mtu kwenye hatari ya yeye kuanza pia kutumia pombe.
kuacha matumizi ya pombe ndio lengo kuu la matibabu ambao watu nakuta wanapokea, lakini ushiriki wa jamii na familia ni muhimu sana, kwa sababu kuacha kutumia pombe sio jambo rahisi, ni jambo gumu sana. Kuna watu wengine ambao huwa wanaamua kupunguza kwanza unywaji wa pombe, lakini wengi wao huwa hawawezi kumudu kupunguza. Kwa hiyo huwa tunashauri mtu aamue kuacha kabisa kutumia pombe. Na kwa bahati mbaya unakuta kwamba mtu ambaye ana matatizo ya kutumia pombe unakuta hajui au haoni kwamba ni tatizo. Kwa wakati mwingine utakuta mtu ambaye anaanza, au tafiti nyingi zinaonyesha kwamba mtu ambaye anaamua kuacha kutumia pombe unakuta ni rafiki yake, familia yake au mwajiri wake amemwambia, bwana, unajua unywaji wako huu wa pombe unaleta matatizo kwenye kazi yetu au kwenye familia yetu, na ndio maana watu wengi wanajaribu. Na kwa hiyo kama wewe ni mlevi au una utegemezi wa pombe, kuacha pombe kunafanyika, ni vizuri kukafanyika katika mazingira ambayo yana udhibiti au usimamizi, hasa hospitalini. Kwa hiyo kwa sababu unaweza kaacha pombe kwa ghafla na mwili wako unaitegemea ukatetemeka, au mwisho ukapata degedege, na watu wengine huwa wanapoteza maisha. Kwa hiyo ni vizuri ukaenda kwa daktari kama unahisi kwamba wewe una utegemezi wa pombe na unataka kuacha, ili uache katika mazingira ambayo yana udhibiti kiasi fulani. Vipo pia vituo hivi vya kusaidia kuacha au kutibu utegemezi au uraibu wa pombe na madawa mengine ya kulevya. Vituo hivi pia ambao tunaita sober houses vinasaidia pia. Ukifika kule utakuta unapewa huduma kama ushauri na kujadiliana na kuhusu athari za hizo pombe na madawa mengine, lakini pia kukupatia namna ya kudhibiti mawazo yale ya kutumia pombe na tabia mbalimbali. Lakini pia utapewa msaada wa afya za akili, huduma za matibabu ya matatizo ambayo yanatokana na hiyo pombe, na wakati fulani watakupatia dawa ambazo zitakusaidia wewe kuzuia wewe kunywa pombe. Kuna dawa kwa mfano Camprosite ambazo zinakusaidia wewe zinakuzuia wewe usinywe pombe tena. Unajikuta kwamba uwezekano wa kurudia tena utegemezi ule unakuwa unapungua. Lakini pia dawa kama disulfiram ni dawa ambazo ukizitumia unajikuta kwamba ukinywa pombe na unatumia hizo dawa unapata matokeo mabaya, unakuwa unapata kutapika, unapata kichefuchefu, kichwa kinauma, unapata shida kwa kweli, kiasi kwamba kinakupunguzia uwezekano wa wewe kunywa pombe ndani ya wiki 2 baada ya kumeza zile dawa. Lakini pia dawa kama vile naltrexone, hii inapunguza tamaa ile ya kunywa pombe, kwa sababu unajua hii tamaa inakuaga na nguvu sana, inapatikana kwa njia ya sindano. Kwa hiyo ukichoma dawa hiyo unajikuta kwamba ile tamaa ya kunywa pombe inakuwa inapungua. Hupaswi kutumia dawa hizi kama wewe ni mjamzito, lakini pia dawa hizi zina madhara mbalimbali na zinatakiwa kutumiwa kulingana na ushauri wa daktari. Usitumie tu mwenyewe dawa hizi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo unaweza kufanya ili kupambana na ulevi. Matibabu ya ulevi ni mwendelezo wa muda mrefu, na mara nyingi watu tunasema kwamba kama wewe ulishakuwa unatumia vibaya pombe, unabakia kuwa mlevi katika kipindi chote cha maisha yako. Inamaanisha kwamba wewe unaendelea na vita hiyo kwa muda mrefu, miaka 20-30 bado wewe unapambana vita hiyo. Hautakiwi kusahau. Ukisahau unaweza kujikuta kwamba unarudia kule kule na unajikuta kwamba unaanza tena upya. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.